Dynamic Science Complex inakuletea kipindi cha sayansi na teknolojia, kipindi kiangaziacho masuala mbalimbali ambayo yana trend katika ulimwengu wa teknolojia. Wakati kama huu tumekuwa na changamoto kubwa sana kutokana na tatizo la pandemiki linalosababishwa na kirusi hatari kabisa ajulikanaye kama SARS-CoV-2. Lakini SARS-CoV-2 amekuwa na aina tofauti tofauti, ama kwa lugha ya kitaalamu tunaziita variants, zimekuwa zikitokea na kusababisha mawimbi tofauti tofauti ya COVID-19. Sasa leo tunaenda kuangalia ni namna gani kirusi huyu SARS-CoV-2 anakuwa na uwezo wa kuivamia seli, lakini pia na kuangalia kiundani zaidi kwa nini hii strain ya Delta imekuwa ni tishio kubwa sana hivi siku za karibuni. Sayansi wamekuwa wakifanya utafiti mkubwa zaidi kuangalia life cycle ya virus anayesababisha SARS-CoV-2. Ni muhimu tukajua nini maana life cycle. Life cycle ni jumla ya hatua ambazo virus anazipitia ili kuweza kusurvive. Ni muhimu sana kujua life cycle ya virus ili kuweza kujua namna ambavyo unaweza ukamcontrol virus. Sayansi wamekuwa wakifanya uchunguzi mkubwa sana kuangalia namna ambavyo virus wanatumia njia tofauti tofauti kuwawezesha kutoweza kutambulikana kwa wepesi zaidi. Uchunguzi kwa undani SARS-CoV-2, kirusi kinachopelekea maambukizi hatari ya COVID-19, utagundua kwamba amezungukwa na sukari ama tunaita luxurious sugar coat ambayo ipo pembezoni mwa spike protein of SARS-CoV-2, aina fulani ya proteini ambayo inamsaidia SARS-CoV-2 kuweza kuingia ndani ya seli. Sasa hizi chembe za sukari zinajulikana kama glycan. Glycan ni aina fulani ya sukari ambayo inamsaidia huyu hatari asiweze kutambuliwa na immune system ya binadamu. Lakini pia virus sehemu maalum ijulikanayo kama receptor binding domain ama kwa kifupi RBD, inayowawezesha virusi kuweza kujishikiza katika seli ya binadamu, ambayo kimsingi imegawanyika katika sehemu kuu tatu ambazo zinaongeza ufanisi wa kujishikiza kwenye host cell. Ukiangalia kwa makini huu mchoro utaona animation ya kuonyesha spike protein ya SARS-CoV-2 ama protein maalum ambayo inamsaidia virus kuweza kuingia kwenye host cell. Kwenye huu mchoro kuna receptor binding domain ambayo tuko tunazungumzia, inawezesha virus kuweza kujiattach kwenye seli, lakini pia kuna hii glycan, sukari ambayo inakuwa inazuia virus asiweze kuonekana kwenye immune system, lakini pia kuna subunit 1 na subunit 2. Unit 1 inamsaidia kirusi kuweza kujishikiza kwenye host cell, lakini subunit 2 inasaidia kirusi kuweza kuachilia RNA yake kwa host cell. Tumeona kwamba sukari inayokuwa inapatikana kwenye RBD ama receptor binding domain inamsaidia kirusi asiweze kutambuliwa na immune system ya binadamu. Kwa yanayotokea kwenye sukari ya glycan yanakuwa yanapelekea RBD kuweza kuharibika, hivyo kupunguza uwezo wa kirusi kuweza kujishikiza kwa host cell. Kupitia protini maalum ya spike protein ya kupungua kwa maambukizi yanayoweza kusababishwa na kirusi. Kwa hiyo namna pekee ambayo inaweza ikatumika kumdhibiti kirusi ni endapo wanasayansi watabuni njia ambayo itawawezesha kuweza kubadilisha glycogen. Itasaidia sana kwenye kudhibiti kirusi cha SARS-CoV-2. Sasa namna ya kubadilisha sukari ya glycan kuwa katika namna ambayo RBD inabadilika na haisapoti kuweza kupenya kwa kirusi haijajulikana, hali ambayo inaleta ugumu kwenye kugundua njia za kuweza kutibu maradhi yanayosababishwa na SARS-CoV-2. Lakini swali kubwa la kujiuliza ni kwa namna gani kirusi aina ya SARS-CoV-2 kinakuwa kina uwezo wa kushambulia seli. Pia maswali haya ni muhimu sana wa matibabu na matengenezo ya chanjo. Lakini pia ni muhimu tukajua kwa nini hizi aina mpya za strain za SARS-CoV-2
kama Delta na Alpha zimekuwa ni hatari sana, lakini pia zinaenezwa kwa kasi kuliko zile aina za nyuma. Ili kuweza kutengeneza chanjo za SARS-CoV-2 ni muhimu kuweza kujua life cycle ya virus au kirusi anayesababisha ugonjwa, ambapo ukishajua kila hatua ambayo virus anapitia ili kuweza kusurvive, unaweza ukachagua njia mojawapo na ukaicontrol hali inayopelekea virus asiweze kuenea tena. Kwa hiyo kwenye life cycle ni hatua muhimu sana ambayo inamwezesha kirusi kuweza kutengeneza vitu ambavyo vinamsaidia yeye kuweza kuenea kwa wingi, lakini pia na kuchukua maisha ya watu wengi zaidi duniani kote. Angalie kwa undani zaidi life cycle ama mzunguko wa maisha wa kirusi ambaye anasababisha ugonjwa hatari wa COVID-19. Hatua ya kwanza tunaita viral entry, ama ni hatua ambayo virus anakuwa anaingia ndani ya host cell. Kwenye hii hatua spike protein maalum ambayo inamwezesha virus kuweza kujishikiza kwenye host cell, anakuwa anajishikiza kwenye receptor ya host cell. Receptor ni sehemu ambayo inawezesha spike protein kuweza kujishikiza. Sasa kwa seli za mwili wa binadamu, ACT2 ama kwa kirefu inajulikana kama angiotensin converting enzyme 2 ndio sehemu pekee ambayo kirusi cha SARS-CoV-2 kinaweza kikajishikiza. Kujishikiza aina maalum ya protein iitwayo TMPRSS2 toboa spike protein ya virus na kuiwezesha iweze kujiattach kwenye membrane ya host cell. Tutaenda kuangalia kiundani zaidi mekanizmu ambayo protein aina ya TMPRSS2 inawezesha virus kuweza kuingia ndani ya host cell. Hatua ya pili inatokea ndani ya seli, ambapo baada ya kirusi kuingia, RNA yake inakuwa converted into non-structural protein. Protein maalum ambazo zinakuwa zinazuia mRNA za host cell kuweza kutafsiriwa kuwa protein. Hii ina faida kubwa sana, ambapo implications zake tutaenda kuziangalia kwa undani zaidi huko mbeleni. Hatua tatu hujulikana kama remodeling of the cell, ambapo kirusi anakuwa anabadilisha endoplasmic reticulum ya host cell kuwa membrane vesicle ambayo inakuwa inashikilia viral RNA na kuisaidia iweze kujigawanya na kutafsiri protein zake pasipokuwa na mwingiliano wa nje, na hii pia ni sehemu muhimu sana ambayo tutaiangalia kwa undani zaidi. Hatua ya 4 inajulikana kama exit ama kutoka, ambapo molecules za virus baada ya kutengenezwa huwa zinakuwa assembled na kuwa kirusi aliyekamilika. Pia huweza kutolewa kwa kutumia Golgi complex ama lysozyme ama madastibini ambayo yanapatikana ndani ya seli. Sasa ukiangalia kitu kama lysozyme ina contain enzymes kwa ajili ya kudigest protein mbalimbali ambazo zipo ndani ya seli. Ni kwa namna gani zinakuwa zinashindwa kudigest protein ya kudigest virion particles? Ni kwa sababu zinakuwa embedded na lipid layer. Tutaenda kuangalia kwa undani zaidi ni vitu gani vinatokea hapo pia. Hatua ya mwisho ijulikanayo kama last slide inahusisha host enzyme ijulikanayo kama furin, ambayo inakuwa inakata sehemu 5 za amino acid kutengeneza spike protein ya SARS-CoV-2, ambayo hii ina implication kubwa sana kwa sababu inakuwa inamsaidia kirusi kuweza kushambulia seli zingine kwa ufanisi mkubwa zaidi. Aina mpya za virus zinakuwa na mikato mingi zaidi ukilinganisha na ya awali ya virus. Hizi zilikuwa ni hatua muhimu ambazo virus anakuwa anapitia pale ambapo anaenda kuingia kwenye host cell, ambapo kwa haraka haraka tuliona hatua ya kwanza kabisa ilikuwa ni attachment. Virus anakuwa anajiattach, lakini pia tukaona kiingia ndani ya cell na namna ambavyo anabadilisha viral RNA yake kuwa non-structural protein ambayo inakuwa ina suppress mRNA za seli kuweza kuproduce enzyme.
Lakini pia tukuishia hapo, tukaona hatua ya tatu remodeling, ambapo endoplasmic reticulum inakuwa inageuzwa kuwa double membrane vesicles, ambayo inasaidia kutunza viparticle vya virus na kuweza kujigawanya kwa ufanisi mkubwa zaidi. Lakini hatua namba 4 tukaona kwamba virus wanakuwa wanatoka kwa kutumia Golgi complex au lysosome, na mwishowe tukaona namna ambavyo virus anakuwa anaweza kutumia host enzyme aina ya furin kwa ajili ya kuactivate spike protein inayowawezesha virus kuweza kuattack cell nyingine. Ni nini kinatokea katika hatua hizi 5 na namna gani tunaweza tukatumia hizi hatua 5 kuweza kutengeneza madawa? Usikose sehemu inayofuata.